Yesu asifiwe sana. Ujumbe wa somo la leo unasema swala la kupata mke au mume hata kama ni kwa maombi ni lazima akili ifanye kazi. Swala la kupata mke au mume hata kama ni kwa maombi ni lazima akili ifanye kazi. Nitasoma neno la Mungu kitabu cha Mwanzo 24 ule mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 14. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo. Ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini watotoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu nawe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Mungu libariki neno lako hili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nataka niwafundishe wale ambao bado hamjaoa au kuolewa na unatumia maombi kumuomba Mungu. Uko sahihi kabisa. Unamuomba Mungu upate mke, unamuomba Mungu upate mume. Leo nataka nikukumbushe, hata kama ni kwa maombi, swala la kupata mke au kupata mume ni lazima akili ifanye kazi. Ni mahali gani unapotakiwa kufanya akili yako ifanye kazi? Ni mahali pa kuchunguza tabia zile. Ni mahali ambapo mahali pa kuchunguza sifa. Usitumie maombi peke yake, usimwachie Mungu peke yake kukupa mke. Ni lazima hata na wewe unapomwomba Mungu, inapotokea amekuja mume au umepatikana mke au mume umeonyeshwa, lazima akili ifanye kazi kuchunguza tabia zake, kuchunguza mwenendo wake. Tumemsoma mtume wa Ibrahimu alipokwenda kumtafuta msichana atakayekuwa mke wa Isaka. Alimwomba Mungu, lakini akili ilifanya kazi kuchunguza zile sifa, na moja wapo ya sifa alizozitaka bwana huyu, sifa ya kwanza ilikuwa ni sifa ya moyo mzuri, lakini sifa ya pili ni sifa ya uchapakazi. Kwa hiyo akili ilifanya kazi pale kisimani, kucheki zile sifa, kuangalia kama ndio yeye atakayemfaa Isaka, kuangalia kama ndio yeye sifa nilizoomba. Wengi mmekosea wake kwa sababu hiyo ya kutumia kiroho tu, ya kupanda kiroho tu, ya kufanya maombi tu, na wengine mmejikuta mmeoa wanawake wenye viburi, wanawake wasio kuwa na sifa. Na kwambia, hata kama mwanamke akiwa muombaji, hata kama kijana ni muombaji, lazima umchunguze unapotaka kuungana naye kwenye maisha na kufunga pingu za maisha. Safari ya maisha sio mchezo. Safari ya maisha ni safari ya siku nyingi, mpaka kifo kiwatenganishe. Kumbuka, mpaka kifo kiwatenganishe. Akili lazima ifanye kazi. Nafundisha hata kama ni kwa maombi kumuomba Mungu, ni lazima akili. Swala la kupata mke na mume ni lazima akili ifanye kazi. Akili yako lazima ifanye kazi kumchunguza huyo unayetaka kumchumbia. Akili yako lazima ifanye kazi kumchunguza huyo mwanaume anayetaka kukuchumbia. Inawezekana limejituliza, ni bomu. Utakapolichukua kufunga nalo pingu, siku moja utalia, siku moja utakwenda kwa wachungaji, utaanza kulalamika, na wao watakwambia ya kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikutenganishe. Nataka kumsaidia. Naona namsaidia mtu hapa anayetaka kuoa, naona namsaidia kijana hapa anayetaka kuoa. Akili yako lazima ifanye kazi. Hata kama unaomba, ikitokea ukapata wapendwa au mchungaji akakuonyesha binti, lazima akili yako ifanye kazi kumchunguza. Mchunguze kijana huyo unataka kumchumbia.
Mchunguze. Huyo kijana anataka kukuchumbia. Ni kweli anaomba. Inawezekana ni vivu, sio chapa kazi. Ni kweli linaomba. Inawezekana ni kiburi limejificha kanisani. Ni kweli linaomba, lakini inawezekana bado halijatengenezwa. Bado halina hofu ya Mungu. Bado si kitu. Utakapofunga naye ndoa atakutesa. Kwa ujumbe huu mfupi, hata kama unamwomba Mungu swala la kupata mke au mume, lazima akili yako ifanye kazi. Yule mtumwa wa Ibrahimu alipokwenda kutafuta mke wa Isaka, akili aliomba, lakini akili ifanya kazi. Tunamsoma mwanamke huyo Rebeka alipoletwa kwa Isaka, na Isaka wakati alikuwa amefiwa na mama yake. Binti huyo akafanyika faraja. Binti huyo akamfariji kijana, akawa ni mke mwema. Haleluya! Akili yako ifanye kazi. Nikuombea wewe ambao unataka kuchumbia, au niombe na huyo ambaye unataka mume. Mungu akujalie kupata mume mwema au mke mwema. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa ujumbe huu nimezungumza na rika la vijana na waume, hata na wababa ambao pengine wanataka kuoa, na wamama ambao wanataka kuolewa. Nimewakumbusha pamoja na maombi, tunapaswa akili ifanye kazi, kuchunguza sifa, kuchunguza tabia, kuchunguza mienendo, kuchunguza matendo yao. Maana Yesu amesema tutawatambua kwa matendo yao. Naomba msaidie mama huyu, msaidie kijana huyu, msaidie baba huyu, msaidie Mungu mtakatifu binti huyu apate mke mwema, apate mume mwema, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akubariki kijana, Mungu akubariki baba, Mungu akubariki binti. Kwa ujumbe huu kabarikiwe sana. Majina yangu naitwa Mchungaji Andrea Laban Danieli, ninapatikana Meatu mjini. Namba yangu ya 0